Sometimes you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd Gracias a la
kupongeza uamuzi wao, tunawashukuru kwa Mungu kwa ajili yao, na tunapenda kuombea ili baraka na neema za Mungu katika mambo yote kwa maisha yao. Mkiwa kwa mbele ya Mungu zaidi kama kusini, tukiri dhambi zetu baada ya kuweka tayari mbele ya sadaka hii takatifu. Mungu mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atuingize kwenye uzima wa milele. Amen.
Mafarisayo walimwendea Yesu wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliwaumba mwanzo, aliwaumba mtu mume na mtu mke, akasema, kwa sababu hiyo watamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe.
Tumsifu Yesu Kristo. Kupendwa katika Kristo kwa namna pekee, ndugu zetu ameingia katika maagano na sakramenti takatifu ya ndoa. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo, ni siku ya pekee kwenu na kwa kanisa, kwamba linaliongezea katika orodha yake wale ambao katika mwenendo wao wa maisha ya Kikristo wanapiga hatua wakayatunganishwa kwa mapati ya Roho Mtakatifu kwenda kuyafanyia kazi katika kanisa wanalolianzisha liitwalo kanisa la nyumbani. Kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alisema, walipo wawili watatu wamekaa na mimi niko hapo katikati yao. Hao wawili ambao Yesu anaahidi kwa kati yao wakiwa wanakaa wanatenda kwa jina lake, ikiwa watu hao wana uhusiano wa pekee na Kristo mwenyewe, uhusiano wa kiekaristi, kwamba kwa maisha ya kiekaristi wamo ndani ya Kristo na Kristo yumo ndani mwao. Kwa ahadi zao za ubatizo wameshikamana, ni watu wa agano na Kristo. Lakini zaidi sana kwa wito mtakatifu wa kuingia katika maagano ya ndoa takatifu, kila mmoja kwa moyo ameitikia wito huo, amekuja hekima, maarifa na msaada wa Mungu wamemjalia kumtambua yule ambaye Mungu alimwandalia katika maisha yake. Basi katika mazingira haya ya kiubatizo, ya kiekaristi, ya kiagano, ya kupokea wito mtakatifu, Kristo zaidi ya kuwafanya kila wawili kuwa mwili mmoja, anakaa kati yao kama kukaa katika kanisa. Toka kwa ndani ya moyo wa kila mtu, ndani ya nafsi ya kila mtu, wanapoelekea kufanya mwili mmoja. Namna ya ukaaji wa Kristo katika mwili mmoja wa ndoa ni namna ambayo inafananishwa na Kristo anavyokaa katikati ya kanisa. Ni jambo kubwa, na kwa jinsi ni jambo kubwa, kile ambacho mwanadamu hawezi kukifanya mwenyewe, hata wakiwa wawili, wakiwa watatu, wakiwa 1,000, kwamba kinafanyika tu kwa mapenzi ya Mungu katika ndoa, kwamba Mungu ndiye muunganishaji. Basi kama inafanyika kwa namna ambayo lazima Mungu ashiriki, hakiwezi kutenguliwa pasipo Mungu kuweka mkono. Na Mungu ukimsumbua sana kusema kwamba basi sisi tumechoka, Mungu maliza hili jambo ambalo tulifanya pamoja na wewe, lazima mmoja aondoke. Tumsifu Yesu Kristo. Hilo kama agano la ndoa, basi inathibitisha ule ukweli mwingine ambao hatuwezi kutengua. Kama katika kubatizwa, hatujabatizwa kwa jina la Roho, hatujabatizwa kwa jina la wazazi wetu. Kama tumebatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ukweli huo uko hapo katika hiyo sakramenti ya msingi. Yule aliyekuzaa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu hana namna nyingine ya kutengua utambulisho wako huo, kwamba wewe ni mwana wa agano, kwamba wewe ni mshirika wa Kristo kwa njia ya ubatizo, wewe ni mshirika wake katika Ekaristi, katika Roho wake Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Hakuna anayeweza kulivua vazi hilo,
na hiyo tunakwenda kulipia, kulitolea hesabu huko mbele za Mungu hata mwisho wa maisha haya. Kwa hiyo wanandoa ambao wamemshika Kristo hawatishwi na kauli hii aliyounganisha Mungu mwanadamu afanye nini? Asitenganishe, kwa sababu wanao utambulisho wa msingi kwamba wao na Kristo tayari hakuna anayeweza kuwatenganisha. Ndio maana kwa tafakari hiyo, badala ya kufikiria kwamba nini kitanitenga na mchumba wangu au nini kitanitenga na wenzangu wa ndoa, Paulo ambaye kati ya mitume basi hakuwahi kuoa, aliwahi kuwa peke yake tu na alimaishi maisha ya mseja. Yeye alijiuliza swali la msingi zaidi katika waraka kwa Warumi sura ya 8 aya ya 35 hadi ya 39, nini kitanitenga na upendo wa Kristo? Ni dhiki, maradhi, upanga yaliyoko juu, baridi, joto, njaa, kiu, hao wenye mamlaka waovu? Hakika yatakuwa, nasema mwishoni, hakuna chenye mamlaka, chenye uhalali, chenye fahari ya kujitenga nini na upendo wa Kristo. Anapoongelea hiyo, anaongelea uhusiano wake na Kristo wa kiagano katika ubatizo. Anaongelea uhusiano wake na Kristo kama mshirika katika Ekaristi, uhusiano wa kiroho kwamba nimo ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yangu. Anaongelea uhusiano wake na Roho wa Kristo, hekima inayoongoza katika kutenda, akili hiyo ya roho ya kutenda misionari aliyofanya, nguvu ya roho ya kupenda Kristo na kuwa mshirika wa kanisa, nguvu ya roho na maarifa ya dunia kuwafundisha watu. Nini tena inamtenga na upendo huu kwa Kristo? Ukijikita kitafakari katika hilo la msingi zaidi, basi tunaweza kuona ukiuliza nini kitanitenga na wenzangu wa ndoa, hiyo ni cha mtoto. Na ndio maana kwa maneno huo, kama tulivyosikia katika somo la kwanza kwa Efeso, mwishoni mwa sura ya 4 na mwanzo wa sura ya sura hiyo ya 5, kwamba enyi wake, na kwanza wanapaswa kuzingatia kile ambacho kinawaunganisha, kwamba mnyenyekeane katika kicho cha Kristo. Mnyenyekeane katika kicho cha Kristo. Lakini hatimaye, enyi wake, watiini kwa upenzeni kama kanisa linavyomtii Kristo. Enyi waume, mstari wa 25, wapendeni wake zenu kama Kristo anavyolipenda kanisa lake. Cha msingi sana cha kujiuliza, punde tu kidogo tutaingia katika ibada yenyewe ya kufunga ndoa. Napenda mtafakari kwa siku yenu hii ya kukumbuka yale maneno mnayoyasema. Tutawauliza hapa tukiwataja kwa majina, kila jozi, kila kapo, fulani na fulani mmefika hapa kanisani kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari, kwa moyo radhi. Utayari unakujiwa wa kufunga ndoa. Utayari unaotafsiriwa katika hatua za maandamano kutoka mlangoni mpaka kufika kanisani, kukaa kwenye benchi. Najua kabisa sasa leo nimekuja kufunga ndoa, lakini utayari huo una kasoro. Wale wanaochongelea vyuma huko ndani, naona kabla ya kuunganisha vyuma, kama vyuma vimechakaa kwa kutu, wanaondoa kutu yote, kwa sababu kutu haihusiki kwenye kuchongelea. Ili kuchongelea vyuma halisi, sasa tunaangalia vile ambavyo vinaweza vikafanya muunganiko usiwe safi. Basi ni hali ile ya kuwa safi mbele ya Mungu, hali ya kuwa safi mbele ya mwenzako na moyo mkunjufu. Basi tumefika kanisani kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari, kwa moyo wake. Pasipo shuruti ni kuangalia kasoro zozote zinazoweza kutufanya muungano wetu ukawa mzito, usiwe na wepesi unaokusudiwa. Lakini hiari ni hiari ya nini? Hiari inayounganishwa ni hiari ambayo tayari imeunganishwa na Kristo, inapaswa kuwa hivyo. Na kama imekwisha unganishwa na Kristo, tayari na msingi imara. Cha kufanya na cha msingi ni kuona kwamba
mwanzo huu mwema unaendelezwa. Hili jema linaloanza katika siku kama hii na utakatifu wake wote isiwe mwendo wa kurudi nyuma, bali mwendo wa kusonga mbele. Kila wakati lazima kila mmoja ajihoji, mko pamoja kila wakati. Mwenzangu au umejitaja wewe mwenyewe, mimi neno lako nimefikiko mbele yako pasipo shuruti, kwa hiari, kwa moyo radhi, na mwenzangu uko mbele yako pasipo shuruti, kwa hiari, kwa moyo radhi, ili kusudi kila wakati ujasiri wa kujiongea mwenzio, tamani kujiongea mwenzio, fursa ya kuwa pamoja na mwenzio, iwe pia wakati huo huo fursa ya kujitathmini nini kinamtenga na upendo huo kwa ndoa. Kama una desturi ya kujioji nini kinanitenga na upendo wa Kristo, swali la nini kinakuguza ladha, nini kinakuguza ubora wa uhusiano wako wa upendo na mwenzako wa ndoa, swali la pili linakuwa ni jambo rahisi, kwa sababu ni desturi ya kujioji njia mbele ya Kristo. Na baada ya kumalizia tu, kama mmejibu maswali yote ndio, basi kwa kuwa mkusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, peaneni mikono mekume kuonyesha kukubaliana kwetu mbele ya Mungu na kanisa lake. Mkono wa kuume, mkono unaiwakilisha nafsi katika mambo mengi ya kijamii, lakini pia mkono ambao wengi tunautumia katika kujifunga kimaandishi, mkono ambao tunautumia katika kutolea Mungu sadaka, kwamba sio ninachokupa ni hii fedha, ninayokupa hatimaye ni nafsi yako wewe mwenyewe, lakini kama kwa njia ya kiwakilishi cha hii fedha. Na kumwambia rafiki, pokea mkono na vitu vya namna hiyo, kwamba hatimaye mkono ni kiwakilishi cha nafsi. Tunapopeana mikono ya kuume tunapeana nafsi zetu, ili kwa tendo hilo la upendo Mungu awaunganishe mwe kweli mwili mmoja. Na mtaji kwa zoezi ya wakati wa kutembea wawili kwa roho hiyo. Najua jozi ya wale ng'ombe tunawatumia kwa kulima, kwa kubeba mizigo. Kabla ya kubeba hiyo mizigo, wanafanyishwa mazoezi ya kuvuta magogo na nini, ili kuwawezesha hatimaye kujifunza kuwa pamoja katika mapito ya siku nzima, asubuhi mpaka jioni, jioni mpaka usiku, usiku mpaka asubuhi, ili kwamba hatimaye wanapofanya kazi hizo na mpangilio, kazi yenye maslahi kwa wanadamu, waweze kufanya kwa ufanisi, kwa sababu wana ufanisi kwa kuwa kitu kimoja. Oneni basi fahari kuwa pamoja katika amani, katika furaha, katika upendo, kuwa pamoja katika kazi. Hilo ndio tunaloongea katika adhimisho hili takatifu, na mengine mengi ambayo kanisa ameangaza kuwa ni mambo mazuri kwa watu wawili wanaoishi katika maagano na sakramenti ya ndoa takatifu. Tunaombea kazi ile iliyokusudiwa na Mungu kwa maagano hayo matakatifu, uzazi na malezi ya watoto, ikatimie vema kati yenu, ikatimie vema kwa maongozi ya Kristo, ushirika unaopata kwa watu wa kanisa. Tunaombea kadhalika afya njema. Ndoa ili kutimiza majukumu ya ndoa inahitaji siku afya ya rohoni, inahitaji kadhalika afya ya mwilini. Basi Mungu awabariki katika hayo yote, Mungu awategemeze na kuwaneemesha katika yote inayohitaji, ili kwa uhusiano wenu kuwe ishara takatifu kwa ulimwengu, kwamba Mungu alikusudia jambo jema sana alipowaumia wanadamu ndoa, agano na sakramenti hiyo takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Wapenzi, tumefika hapa kanisani, matendo yenu yapatiliwa mwili mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya watu walioko hapa. Kristo amebariki sana vifungayo na sakramenti ya pekee, anaonyesha kwa kuimarisha awali watoto kutakasa kwa kanisa mtakatifu, ndio waweze kutumisha uaminifu kati yao na kutimiza siri nyingine za ndoa.
Ndio maana nawahoji Anthony na Julieta mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Anthony na Julieta, je, umefika hapa kutoka ndoa kurudi kwa nia yenu na kwa moyo nani? Ndio. Tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Tayari kuwapokea kwa matendo watoto mtakaopewa na Mungu na kulea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Basi kwa vile makusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, pendeni mikono ya Mungu na kuonyesha kubalika kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Akupokea wewe Julieta kama mmoja, uwe mke wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Nakupokea wewe Anthony Michael Mrundi, uwe mume wangu, na ninaahidi kwa kuwa mwaminifu kwangu katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Ukubaliana huo ulionyesha mbele ya kanisa mwanamitikie kwa wake apende kuwafikishia wengi kwa baraka zake katika kanisa la Mungu, mwanadamu na kuyatenganisha. Iwe ishara ya upendo na uaminifu kati yenu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Julieta Mgonda, pokea pete hii, hiyo ishara ya mapendo yangu kwako na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Anthony Michael Mrundi, pokea pete hii, iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Yetu tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu.
Yuko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto watakaopewa na Mungu na kuelewa kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Basi kwa kuwa makusudia kufanya maagano na ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Mimi kuna Mungu akupokea wewe kupitia kanisa lako, uwezo wako na unaahidi kuwa utakuwa mtu wako katika raha na katika magonjwa. Kwa hiyo neno ulionyesha mbele ya kanisa na uthibitishe kwa wema wake, apende kuwathibitishia wingi kwa baraka zake aliyounganisha Mungu mwanadamu asiyetenganishe. Bwana apende kubariki pete hizi zitakazoonekana iwe ishara ya mapendo na uaminifu kati yenu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wewe Teresia, pokea pete hii kwa ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea pete hii iwe ishara ya mapendo na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awaminie kwa wingi baraka ya imani zake watu hawa waliofunga ndoa mbele yetu, waliofunga ndoa katika Kristo na waliounganisha kwa agano takatifu, na kwa njia ya sakramenti ya mwili na damu ya Kristo wafanye kuwa umoja katika pendo. Ndugu zetu hawa waliounganishwa kwa njia ya sakramenti ya ndoa wajaliwe daima nguvu na afya. Bwana Mungu abariki agano lao kama alivyopenda kuibariki harusi ya Kana ya Galilaya. Bwana upendo wao kamili na wenye baraka uwaletea amani na msaada, waweze kutoa ushuhuda wa kweli wa Ukristo wao. Bwana taifa la Mungu liweze kukua katika fadhila siku kwa siku, na wote wenye shida mbalimbali wajaliwe kuona msaada wa neema ya Mungu. Bwana watu wa ndoa wote walioko hapa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu waamshe ndani yao neema ya sakramenti ya
hatimaye tunaomba kwa imani na matumaini makubwa kwako, pia kwake kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
kule Torokoni. Nashukuru kwa kule tutaita kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunamsihi kwa unyenyekevu ili kwa ushiriki mwili na damu ya Kristo nami na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa mmoja. Ee Bwana, usikumbuke kanisa lako lenye nguvu duniani, ulikamilishe katika mapenzi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Fransisko, askofu wetu mkuu Yuda Teleskoraiki, na askofu wasaidizi Henry za Mungu na Stefano Msoka na wazee wote.
kuyatenganisha. Mungu yapenda kutia katika mahakama ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa, kuweka wafu vikubwa za umoja wa mume na mke kwa fumbo kubwa hilo. Mungu yaagiza kwamba mwanamke ambatane na mume, ukawajalia tangu mwanzo ushirika kuwa wao, wala kwa adhabu ya dhambi ya asili, wala kwa hukumu ya katika kuu au kukuziliwa mbali, watazame kwa wema watumishi wako hawa wanaokubalika katika ndoa, wanaotazamia kuimarishwa kwa baraka yake. Upeleke juu yao neema ya Roho Mtakatifu kuligojea upendo uliomimina ndani yao, wadumishe uaminifu katika maagano ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya binti zako hawa Maria Ayubu, Julieta Mbonda na Teresia Kilala. Daima wafuate wanawake watakatifu waliosifika katika maandiko matakatifu. Mioyo ya waume zao iwe na imani nao, wawatambue kuwa wenzi na warithi wenza wa neema ya uzima, wawape heshima ipasavyo, wawapende daima takatifu walivyoipenda kanisani. Na sasa Bwana tunakuomba hawa watumishi wako wadumu imara katika imani na amri zako, wakaeumba watajulikane kwa tabia yao njema, ili watie nguvu, wamtukuze na Kristo kwa watu wote, wawe na baraka ya kuzaa, wawe wazazi waliokomaa katika fadhila, wote wawili waendelee kuona watoto wa watoto wao, na baada ya kufikia uzee wanaotamani mwisho kufikia uzima wenye heri na ufalme wa mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Awabariki na kuwalinda